TMC Production. Mzee Samini wakirira manji baada ya kuhala kapatire hoho wanadamu manena manji asena gana banda moyo ela sawenema waikana diri mulungu mimi ukinipa hoho gambo za shukurani ndakupangu majesue newa vilosha simanya niambeze TMC Production, Kilifi Music. Ashinaho mudamu, mulungu ananzira hao Lola wamupa hao, akimupa na kazi ili mashome tototo Lola na maishi tototo. Baraka za Bwana, kazi na majuto sana vina faiza. Aho mashoma tototo, na lero ni raha kukupa Jesu asenae. Baraka stele, uzima utele, la 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 la, ukimtegemea kundazi utabule. Zoni mulole, asena vinafaa. Aya, kila mtu mikono zulue, zulu kwa Jesu. Zawenema, awenema mana usanadhiri. Wapi watoto Tuma, Fikiri, Kazo, Muhesh Elmape, wapi Chumwa, Dama, Kibwana, Kasichana na Mvera. Haya cheza cheche, we rero ni raha. Roka maweni, muzini, wasamini, wakipiga mazi. Wapi Philip, Thomas, Sanita, Mariam na Tina. Manararero, Kilifi Music Band. Ni party si party, ache ela muhaha. Jere jere, jere jere, jere jere, jere jere. Napiga jere jere, nampigira Jesu. Jere jere, jere jere, jere jere, jere jere. Napiga jere jere, nampigira Jesu. Jesu ni muzo. Funashukuru Baba, funashukuru Baba, funashukuru Baba, alanguma Jesu Baba, funashukuru Baba. Wapi makofi Baba, funashukuru Baba. Ni party si party Baba, funashukuru Baba. Mikono zuru Baba, funashukuru Baba, funashukuru Baba. Kwa wale hawaelewi Mijikenda, Kilifi Music, Tiger, TMC Production. Chezunzele tuwe vinatama ni anadiri yasawenema na wenema. Ache ade aregede mama we unanirero roka maweni muzini pesa mini wakapiga mazi mazangoni kuna jamo santosini manara vinafaa mimi zesikira sena unanadiri mulungu wa vilosha awenema baada kuhalana kama patireho majiganene kakobala iria sambata kama toa mnavimanya ariopata moro shamshononesha ela katosretama wamamba hawenema my wife visikushononesha vivi manana manya mimi kuna mulungu madimi wagosi mapiga vinilola makivoya mulungu ukifupa ho sisi unakupa shukurani. Aya lola kavitowere bulea mulungu naye kiashangaze wakipata hoho nerero fuha ho sifuna likamlola wapendelewa alinakuwa kero wagadimira wakipata elimu mbito. Aya lola maranye mulungu na final say akinena kapingika sena na kibariki ni anakulani kapingika sena na kibariki ni hadi wakulani. Lero na fina
mimi na finanzele ngoma ya kipwani na finanzele mimi samba visimpo vinanoga senangu airi vinakova leo na fina mimi nalika Yesu ngoma ya kipwani wa usaibu garani hiko mimi wera shangalasa amenifanyia ama leo na fina mimi nalika Yesu ngoma ya kipwani wa usaibu garani hiko mimi wera shangalasa amenifanyia ama leo na fina mimi nalika Yesu ngoma ya kipwani wa usaibu garani hiko mimi wera shangalasa amenifanyia ama. Wapi watoto Tuma Fikiri Kazo Mheshimiwa Elmape Jumwa Dama Kibwana Kasichana na Mvera Manara Elmape anacheza ade arepede mambo unanirero kama weni uzini pesa mini wakapiga mazi Matsangoni kuna jamu sentosini Manara vinafaa Mingiza sekira sena unanadiri Mulungu wa filosha Awenema Badia kuhalena Kama patire ya ho Majiganene kakobala iria Sambata kama toa mnavimanya Ario pota morosa Shamshono nesha Ela katosre tama Wamamba hawene mama wife Visikushono nesha vivi Manana manya mimi Kuna mulungu Maadimi wa gosi Mapiga vinilola Makivo ya mulungu Ukifupa ho sisi Unakupa shukurani Aya Lola kavito were bule Mulungu na yaki ya shangaza Makipata ho Narerofu ho Sifuna likamula wapendelewa Halina kuwa kero wa madimira Makipata elimu mbito Aya lola mananye Mulungu na final say Akinena kapingika Sena na kibariki Bwana Yesu asifiwe. Na wasalimu wapendwa kwa jina la Yesu. Ninamshukuru Mungu kwa kuniajalia na kuniwezesha kuwa mahali hapa kushuhudia hafla hii ya wanangu wa kiroho. Mzee Samini na mke wake ni wanangu wa kiroho, ni washirika wangu, ninashiriki nao ule wakapiga mazi mji mkubwa, huko ndio kwenye kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Mliposikia kwa majina yangu ni Askofu Festus Kazungu Mwambire, nasimamia katika kanisa la Mungu kule Nyamira Kisii. Napenda Yesu maana ameniokoa jinsi vile nilivyo, na nafurahikia sana nikiwa ndani ya wokovu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tukafungue kwa maombi, kwa maana ni nafasi tu nimepewa, si ya kuhubiri, ni maombi tu, kisha baadaye tutaendelea. Kwa hivyo nataka utufunge macho yako mahali ulipo ukiweza, tunaomba kufungua ibada hii rasmi. Asante Baba uliye mbinguni, tunaheshimu jina lako takatifu, kwa maana imekupendeza masaa haya sisi kuwa hapa, serikali ya mbinguni na serikali ya duniani, kushirikiana kwa ajili Baba ya kukutukuza mahali hapa. Mwokozi, tunafungua ibada hii kwa neno lako, tunakukaribisha ewe Mungu wa majeshi. Tumefungua ibada hii hapa duniani na hata mbinguni imefunguliwa, na ni kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti Baba nimeomba na nimeamini, amen. Askofu Festus Kazungu Mwambire kwa kulete ombi katikati ya kusanyiko kwa ajili ya ufunguzi rasmi, kwa sababu hapa ni boma la wenyewe. Hatuwezi kuendesha biashara yoyote ile bila kupata makaribisho rasmi kutoka kwa wenyeji wa boma. For that matter, therefore, allow me to usher in
Mheshimiwa Elina Mapenzi aweze kulete katikati yetu neno la makaribisho. Anapofika hapa akiwakilisha ama sauti ya boma kwa ajili ya makaribisho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya! Wapi vigelegele vya Yesu Kristo? Piga vigelegele vya Yesu Kristo, upige vigelegele vya kwangu. Tunatambua uwepo wenu. Nimemuona aliyegombea kiti katika wadi hii ya Matsangoni, Benson Karisa. Natambua uwepo wako mahali ulipo, nimekuona kwa mbali. Jisikia kwa nyumbani, karibu sana sana. Nikiendelea natambua uwepo wa watumishi wa Mungu mahali hapa, mabishop wote, pastors wote, wazee wote wa makanisa yote. Natambua uwepo wenu na sisi kama familia tunafurahia sana. Vile vile natambua uwepo wa nyanya yangu nyanya yetu aliyeanzilisha boma hili. Yuko mahali hapa pamoja nasi, aliyezaa baba yangu. Haweka hii. Tunakufurahia sana ukiwa mahali hapo, sisi tunacheza. Tunasikia tumepakwa mafuta mapya. Manake tunakufurahia sana. Pia vile vile nitambua uwepo wa marafiki wa baba yangu, mama yangu, majirani wote. Hapo kuna ndugu yetu mkubwa katika boma hili anawasili. Kwa sababu ya kikazi alikuwa hajawasili. Huyo ndiye aliyefungua tumbo la mama yangu. Anaingia huyo kubwa mahali hapa. Karibu, karibu, karibu sana. Nafurahia kukuona. Manake ilikuwa nimeshangaa ile keki yako na nataibeba. Karibu sana. Asante sana. Mungu awabariki. Karibuni sana sana. Wale marafiki zangu Wajilore wananiangalia, mbona hujatutambua? Wajilore wako wapi jamani, wale Wajilore? Oh, uinuliwe Bwana wa mabwana, uinuliwe, umetenda mema Bwana. Uinuliwe Bwana wa mabwana, uinuliwe, umetenda mema. Apewe sifa, umetenda mema Bwana. Uinuliwe Bwana wa mabwana, uinuliwe, umetenda mema. Ewe Mungu wangu, sifa zivume, turudi kwako. Ewe Mungu wangu, sifa zivume, zirudi kwako. Ewe Baba yetu, sifa zivume, zirudi kwako. Ewe Mungu wangu, sifa zivume, zirudi kwako. Ewe Mungu wangu, sifa zivume, zirudi kwako. Ewe Mungu wangu, sifa zivume, zirudi kwako. Ewe Baba yetu, sifa zivume, zirudi kwako. Ewe Mungu wangu, 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 sifa zivume, zirudi kwako. Ewe Mungu wangu.
yako, ewe Mungu wangu Ni mali ya
Sasa ni furaha na fahari yangu kumwalika Mchungaji Mwasambu kwa heshima na taadhima aje atusimamishie mjumbe wa Bwana ambaye atatuletea tu neno la Bwana kwa kifupi, na halafu tuweze kuingia katika yale mambo mengine. Unganisha mikono yako tu pamoja, pigia Yesu Kristo makofi mazuri. Amen, amen, amen. Karibu sana mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Ninamleta mtumishi wa Mungu kutoka maeneo ya Nyamira, kaunti ya Migori, aje kulitoa neno la Mungu kwa ajili ya hafla hii, na Mungu wa mbinguni atawabariki nyote na jina la Bwana libarikiwe. Mtumishi Bishop wa Umoja Outreach, na kuomba tafadhali ufike hapa na uchukue hii fursa ya kunena na watu wa Mungu ili waweze kumwishia Mungu vema na kazi ya Mungu iweze kuendelea mbele. Tunapofika hapa, mtumishi wa Mungu, Bwana akubariki. Ninatambua uwepo wa huyu mtumishi, amenitoa mbali sana. Karibu mtumishi wa Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tusalimiane tena hewani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sitakuwa na mambo mengi, lakini ni kipindi tu cha neno la Mungu ambapo ni sauti ya Mungu kuongea na sisi sote hapa. Wacha tu tukashirikiane pamoja katika kitabu cha Samueli wa kwanza 1 kuanzia mstari ule wa 4 kuendelea. Inasema, hata siku ile ilipofika, Elkana alipotoa dhabihu kumpa mkewe Penina sehemu, akawapa na watoto wake wote waume kwa wake sehemu yao, lakini Hana hakumpa sehemu humpa sehemu mara mbili. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Penina sehemu akawapa na watoto wake wote waume kwa wake sehemu zao, ila mwanamke funga tumbo, ila mwenzake humchokoza sana hata kumsikitisha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nataka kuenda kuongea kuhusu habari za mzee mmoja aliyekuwa anaishi katika ile nchi ya vilima vya Efraimu, naye jina lake aliitwa Elkana. Huyu mzee Elkana alikuwa na mabibi wawili, mmoja akiitwa Penina na mwingine akiitwa Hana. Huyu mzee aliolea wake wake vizuri sana, lakini Penina alikuwa amebarikiwa na watoto na Hana hakuwa na watoto. Sasa ilikuwa huzuni, kwa sababu mwanamke akiolewa ni furaha yake ni asipate watoto, lakini kama ataolewa na mume lakini akose watoto, huwa hata kama wana pesa, wana mashamba, wana mali nyingi, lakini mama yule anakuwa hana amani kwa sababu kukosa watoto.
Kwa hivyo huyu mama ilifikia wakati moja akawa na machozi ndani ya moyo wake, kwa sababu amekosa watoto na mwenzake Penina humchokoza kwa maneno magumu mpaka kumkosesha amani. Na ilipofika wakati mama huyu Hana aliweza kwenda kwenye madhabahu ya Mungu na akakutana na mtumishi wa Mungu na akaongea naye maneno ya kwamba kama Mungu atanikumbuka na mimi nikipata mtoto hata mmoja peke yake, huyo mtoto nitamleta kwenye madhabahu ya Mungu, naye atakuwa hapo miaka yake yote ya kuishi hapa duniani. Biblia inasema ya kwamba Mungu akasikia maneno yale ya yule mwanamke, na ikafika wakati huyu mama akapokea baraka ya yule mtoto ambaye alimwita Samueli. Maandiko yanasema ya kwamba huyu mama alikaa mpaka ile wakati alipomwachisha maziwa ama kumwondoa matitini. Biblia inasema ya kwamba aliweza kwenda mahali kule ambapo alikuwa ameweka ahadi, kulikuwa kunaitwa Shilo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kulikuwa kunaitwa Shilo, na alipofika kule huyu mama aliweza kutimiza ahadi ile ambayo alikuwa ameahidiana na Mungu wake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nasi tumekutanika hapa ndani ya siku ya leo kwa maneno ambayo mama mwenye boma hili aliongea, aliyopatana na Mungu wake, na maneno hayo ambayo alipatana na Mungu wake ndio yamesababisha sisi leo tuwe hapa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ningependa kuachia hapo na kusema ya kwamba Mungu wa mbinguni na aweze kuwabariki watu wote kwa jina la Yesu. Mungu akubariki sana. TMC Production. Mzee Samini wakirira manji baada ya kuhala kapatire hoho wanadamu manena manji asenaga na banda moyo hela sawenema waikanadhiri Mulungu mimi ukinipa hoho dambo za shukurani ndakupangu majesue newa vilosha simanya niambeze. TMC Production, Kilifi Music. Ashinaho mudamu Mulungu ananzira hao Lola wamupa hao akimupa na kazi ili mashome tototo Lola na maishi tototo. Baraka za Bwana kazi na majuto sana vinafaiza aho mashoma tototo na lero ni raha kukupa Yesu asenae baraka stele uzima utele la 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 ukimtegemea kuna zitabule zoni mulole asena vinafaa. Aya kila mtu mikono zulue zulu kwa Yesu zawenema awenema mana usanadhiri wapi watoto Tuma Fikiri Kazo Muhesh El Mape wapi Chumwa
Gama, Kibwana, Kasichana na Mvera. Haya cheza cheche, we rero ni raha, roka maweni, muzini wasamini, wakipiga maji. Wapi Philip, Thomas, Sanita, Mariam na Tina. Manararero, Kilifi Music Band, ni party si party. Ache Ela Muhaha, jere 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 jere, napiga jere jere, nampigira Yesu. Jere 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 jere, napiga jere jere, nampigira Yesu. Yesu ni muzo. Tunashukuru Baba, tunashukuru Baba, tunashukuru Baba, tunashukuru Baba, tunashukuru Baba. Wapi makofi? Tunashukuru Baba, tunashukuru Baba, ni party si party. Tunashukuru Baba, mikono zuru Baba, tunashukuru Baba, tunashukuru Baba. Kwa wale hawaelewi Mijikenda, tuimbe wote Kiswahili sasa. Tumshukuru Mungu kwa yale ametenda. Yema yema yema, tukushukuru Baba, tukushukuru Baba. Awene ma, manararero, tukushukuru Baba, tukushukuru Baba. Wapi mheshi? Na sote tufunge macho tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, ninapenda kukushukuru wakati na majira haya ambayo Mungu umeufanya kutukusanyika mahali hapa kwa ajili ya zamu iliyo mbele zetu. Baba, tazama wanao wamekuja mbele zako na matoleo yao, kwa maana kila ibada ya kimungu inapofanyika ni lazima ikamilishwe na sadaka. Ndio maana wanao wamefanya hivi ili wakawe nabarikiwa. Baba yangu uliye Mungu wangu uliye juu mbinguni, uliyetukuka sana juu, na ikiwa wazee 24 huko mbinguni katika kiti chako cha enzi wanakuinamia na kukuabudu na kuimba hosana hosana, haleluya. Baba, naileta mbele zako sadaka hii ya watu wako ambao wamekutolea kwa hiari, kwa kupenda kwao. Na ibariki hii sadaka hii, kutokana na sadaka hii ambao wamekutolea wewe Mungu, ikawe sababu ya vifungo walivyokuwa navyo vikafunguke, wakapokee baraka za ajabu kutoka juu mbinguni, ili wakawe na kila sababu ya kulinua jina lako, wakikushukuru na kutukuza wewe Mungu wako. Baba, ninakupenda kwa maana unanisikia kama siku zote unavyonisikia. Naamini kwamba Baba yangu uliye Mungu wangu umesikia. Naamini kwamba Mungu wangu umewabariki. Naamini kwamba hata umezitakasa. Baba, ninaomba na nikupitia kwa jina takatifu na Bwana wetu Yesu Kristo wa Nazareti, nimeomba na kuamini. Amen. Asante Mchungaji Masambu, Bwana akubariki. Niruhusu dakika mbili niweze kuwaleta hapa waweze kulipungia mkono kusanyiko. Basi kwa heshima na taadhima, watumishi wa Bwana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Na wasalimu yote kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Ninamwinua Mungu siku ya leo, ninampa utukufu wake. Bwana asifiwe. Nampa utukufu Mungu. Bwana asifiwe. Maana yeye ndiye aliyetenda. Bwana asifiwe. Nitakwambia kwamba yeye ndiye aliyetenda. Bwana asifiwe. Mimi nilipoolewa nilienda pale mjini kwa mzee kapiga maji, basi nikawa kila siku nagonjweka. Bwana asifiwe.
Kugonjeka kwangu, nilikuwa nagonjeka kwa tumbo. Bwana asifiwe. Na niliendelea hivyo kugonjeka, wakitaraji mtoto na hakuna mtoto, manake nagonjeka. Nikawa naelekea hospitalini mara kwa mara. Bwana asifiwe. Hata nikawa nimewekewa mwezi wa 6 niende kuwekewa operation ya tumbo pale Makadara. Bwana asifiwe. Namshukuru Mungu, alitenda miujiza. Bwana asifiwe. Kama una jirani wako anayekupenda, wewe nawe mpende. Bwana asifiwe. Kwa sababu neema hii ya kuenda kutibiwa hata nipate mtoto ilitoka na kwa jirani yangu. Bwana asifiwe. Yeye alikuwa ananipenda nami nilikuwa nampenda. Bwana asifiwe. Na nilikuwa nikinyenyekea mbele zake, manaka yeye alikuwa ni mama ambaye amekumaa na mimi bado ni mtoto. Siku moja huyo mama Mungu akamwongoza, akaja kwa rumu yangu, akabisha, akasema, mbona kila siku nakuona ukilala kwa kitanda na huna amani, huna furaha? Bwana asifiwe. Yule mama nikaanza kumwelezea yale mashaka yanayonikumba. Bwana asifiwe. Akanambia, wacha mume wako akija, mwambie nitakupeleka kwa nyanya yangu. Nyanya yangu ni daktari wa wale ambao wanasumbuka na matumbo. Bwana asifiwe. Wale ambao wanaumwa na matumbo. Bwana asifiwe. Naye alipokuja mume wangu nikamwambia, akasema hata kesho nenda tayari. Bwana asifiwe. Manake yeye alikuwa amepitwa hata na wadogo zake wa kwanza, wadogo zake wa pili wana watoto na yeye hana. Mimi nami nimepitwa na mdogo wangu, yeye amepata watoto na mimi sina. Bwana asifiwe. Huyo mama akanichukua akanipeleka kwa nyanya yake, akanambia huyo nyanya hakusoma, lakini wakati mwingine huenda kule Nairobi ile hospitali ya Kenyatta, na huenda kuwatibu wa mama ambao pengine watoto wamekaa vibaya, na yeye akawafungua na wakazaa salama wale wa mama. Bwana asifiwe. Basi akanipeleka. Yule mama anasema kwamba mimi nitakupima, kama una watoto nitajua, na kama huna sitakudanganya nikupokonye pesa zako. Bwana asifiwe. Na huyo mama alikuwa hapitishi watu kwa mitambo, ni mkono wake huu, anapokuwekelea anakuangalia. Kama wewe umebarikiwa na kuzaa atakwambia, na kama hukubarikiwa na kuzaa atakwambia. Bwana asifiwe. Nilipoenda mahali pale, yule mama akanipima, akasema, wewe hata ile mimba yako ya kwanza ilitoka kwa sababu ya kukosa kujua. Kama ungekuja kwangu ningekutengeneza vizuri na huyo mtoto akakaa sawasawa na ukazaa, manake tumbo lako lina watoto. Bwana asifiwe. Tena lina watoto mara 2, wa kike na wa kiume. Bwana asifiwe. Basi huyo mama akaendelea kunikanda, akaendelea kunitibu, akaendelea kunikanda, maana yeye naye pia anafanya operesheni ndogo kama vile ambavyo wale watu wa hospitali wanafanya. Bwana asifiwe. Akanambia, njoo hapa ukija mpaka umalize mwezi. Ukimaliza mwezi simama nikuangalie. Bwana asifiwe. Basi nikaewa ninaenda. Siku moja nikakutana na mama mwingine. Huyu akanambia, huyu mama ambaye amekucha sikumdanganya, manake kizazi chake kiliharibika. Hata nimemwambia aende Makadara akatie operation na kitolewe ili awe hai. Bwana asifiwe. Basi akaendelea kinikanda. Mwezi mmoja akanambia pumzika. Nilipopumzika toposa nikashika mimba ya yule mtoto wangu Tumaini. Bwana asifiwe. Hata lile jina alipawa kwa ajili ya mipango. Wanadamu walikuwa wamenena mengi sana na wamekosa tumaini. Sasa alipozaliwa shangazi yake akasema, haya, mulikuwa mkiongea mengi, mulikuwa mmekosa matumaini kuyaweka kwa Mungu. Angalieni sasa, mbona anapata watoto. Bwana asifiwe. Nikamzaa Tumaini, nikasimama. Baada ya miezi 9 nikashika mimba ya yule Fikirini. Tena yule shangazi yake akasema,
kama munanena, anzeni kuwaza na mufikirie. Bwana asifiwe. Haya, ninashukuru Mungu kwa sababu huyu mzee naye alikuwa mzee wa busara. Kama alikuwa si mzee wa busara, ningekuwa nimefukuzwa, manake ningeambiwa sizai. Kumba nina watoto, lakini kuna kifungo kilichofunga. Bwana asifiwe. Ninamshukuru Mungu. Huyu mzee aliniendelea kunivumilia, akaendelea kunivumilia na nikaanza kupata watoto. Bwana asifiwe. Tena nilikuwa nikizaa yule mwingine, tasikai sana, miezi 10 au miezi 9, mwingine yuko ndani ya tumbo. Bwana asifiwe. Na nikaendelea hivyo hivyo mpaka nikapata watoto 9. Ile ya 10 ni ile iliyotoka. Bwana asifiwe. Sasa nikiwa ninafanya kazi au nalima shambani, nasikia sauti inanena, inasema, wewe nawe mama Ketuma, yale yote niliyokufanyia, lakini huwezi kunitolea shukurani mimi Mungu wako. Basi nikasema, haya nina mambo gani haya? Lakini kaendelea hivyo hivyo. Mara kwa mara sauti inanijia. Bwana asifiwe. Mara kwa mara sauti inanijia. Nikasema, huyu ni Mungu. Wacha nitakushukuru Mungu. Wacha hata nikiwa na wajukuu tena nitatoa shukurani hivyo hivyo kwako, maana umetenda ya ajabu. Bwana asifiwe. Ninataka kusema usidanganywe kwamba watoto wanatoka kwa waganga. Mimi nilikuwa nimeaguliwa, mimi nilikuwa nimepewa watoto wale wa vibuyu, wale wa vijiti. Hata nilipozaa watoto wangu wanauliza, mama, hizi nazo ni ghasia gani? Nasema si ni wale watoto wa mashetani. Wanasema we nawe basi. Bwana asifiwe. Nikasema basi nitaokoka. Nilipookoka nilikuwa nina mimba yangu nimezaa mtoto wangu wa 6. Bwana asifiwe. Ndipo nilipookoka. Bwana asifiwe sana. Basi nikaendelea kumshukuru Mungu. Mama mwingine akasema, we mametuma uriekala were kushala ukitengezerwale hoha ndonga na hoha bidonga, na ukipewa na ukianza kujala vino za kwenda osha kanisani, leo namba waokoka kuna shala kiheruwe. Bwana asifiwe. Nikasema kama ungelijua kwamba hawa watoto sikuwapata kwa uganga, ungeongea hivyo. Basi yule mama nikakaa, nikaenda kwake, nikawa nina mimba tena ya huyu mtoto wangu wa 6. Nikasema haya, shetani ni muongo, wale nimewachoma na Mungu anaendelea kunibariki watoto. Bwana asifiwe. Nataka kukwambia wewe mama usemaye watoto wanatoka kwa waganga, bure unadanganywa. Watoto wanatoka kwa Mungu. Bwana asifiwe. Yule mama hakwenda kuniganga, yule mama hakwenda kunipitisha mitambo, lakini alinipima tu kwa mikono yake, na Mungu alikuwa amempanga huyo amtumie ili kunifungua mimi nipate wale watoto. Bwana asifiwe. Nikakaa, nikaona shetani anaendelea kunidanganya. Nikasema nitachukua watoto wangu na mimi mwenyewe twende kanisani. Bwana asifiwe. Basi hawa watoto, nataka kukwambia ninamshukuru Mungu kwa sababu huyo Mungu alitenda ya ajabu. Akatenda ya ajabu kwa nyumba yetu. Bwana asifiwe. Nikaona sitaweza peke yangu. Hawa watoto nikawakabidhi katika nyumba ya Mungu, na wakawa wanaendelea kuombewa na wachungaji, wanaendelea kubarikiwa na wachungaji. Yale mambo mengi hapa na pale yakawatoka, nikawa naendelea kumshukuru Mungu tu. Bwana asifiwe. Nataka kukwambia kuna maana kuchukua watoto wako kuwapeleka nyumba ya Mungu, kuwapeleka kwa mikono ya wachungaji. Kuna maana mpendwa, kuna maana. Usiwaache watoto wako walelewe na ulimwengu. Bwana asifiwe. Maana mchungaji akianza kuomba, anaombea hawa washirika pamoja na watoto wake wote. Bwana asifiwe. Pamoja na nyumba yake. Bwana asifiwe. Na mshukuru Mungu. Kulea jamani kuna changamoto. Mungu awabariki.
Hii ndo sababu ambayo nilikuwa nikiwapitia na kuambia nshoni. Kwanza nawashukuru kwa sababu Mungu amewapa kusikia mwito, nami nasema Baba ni asante. Mama yule mwingine alipoingia katika nyumba hii, mzee alikuwa ameninivumilia, manake alipolewa alikuwa na watoto wangu 5. Bwana asifiwe. Hayo machache, Mungu awabariki. Music on mdundo.com. Wapi Team Kilifi, Neema Msafi, Lilian kutoka Kutamirwa, Aisha, Silvia na Anton Betera. Wapi Rehema, wacheza vizuri. Enzo na kuzifita karibu, mkienza na inanipa ashazi, mampe mlongozo pamanaka kuna mushazi, asenza mwanawe maonazu wa kimbere namana manyamanji wekeyo vinda kushula shula manangu kale mapenzi na simai kukwikba profiling manangu kaviza tosha bule hata kwikba statasi asena soku miliki mche hata kufa manangu kaviza tosha bule kuanga Babe, take care, kuna baridi. kaviza tosha bule ala nani anangunwi kuzazigira nani aibu tamaduni msiuriche mfuheshimisha jazi yenu ala nani anangunwi kuzazigira nani aibu tamaduni msiuriche mfuheshimisha jazi yenu manangu mna duniani mnateato kila siku mnajala ila cha msingi mwanangu we enda maamuzi we kila siku na visababu eti bado nachunguza mara nchere na mlola kala na nilinzajeri hakuna kamilifu mwanangu mnatumika mwanangu mna duniani mnateato kila siku mnajalwa ila cha msingi mwanangu we enda maamuzi we kila siku na visababu eti bado namchunguza mara nchere na mlola kala na nilinzajeri hakuna mkamilifu mwanangu natumika. Mheshimiwa Aisha Juma, na hii ndio desturi yake huyu mama. Ukimpenda atakupenda, ukiwa karibu naye atakuwa karibu nawe. Hivyo ndivyo nimemjua huyu mama. Karibu sana sana waziri hapa kwetu nyumbani, pamoja na waheshimiwa wenzangu na wageni wote mlioandamana na mheshimiwa waziri Aisha. Nataka tuende kipindi chengine kabla tuende katika ukataji wa keki, manake ndio shughuli ambayo ilikuwa mbele yetu. Ni muhimu kwamba mama amefika mahali hapa aitambue jamii yetu. Kwa hivyo wale dada zangu, ndugu zangu wote na baba yangu, tuje hapa mbele tu awaone, hakuna mtu ataongea, awaone tu watoto wote, nimesema wamama wote wawili. Hii jamii ni kubwa kubwa sana. Kunaye baba mkubwa lakini alituacha, hayuko mahali hapa, jamii yake iko hapa. Kuna mashangazi zangu kutoka sehemu mbalimbali za Kaloleni, Bamba, Misufini. Jamii ni kubwa hii. Thomas, Philip, Masi, wako wapi wale? Na baba yangu anaitwa mzee Samuel Samini, nyosha mkono baba, waziri akutambue. Niko na baba yangu mdogo, hawa ndio baba waliobaki.
na kunao baba wengine wa mke mdogo nimewaona, sijui wako wapi. Haya, mama yangu Gladys Zawadi, nyosha mkono mama akuone. Alafu huyu ni mama wa pili wa baba, ni mke wa pili wa babangu. Mungu akubariki. Huyu ni shangazi yangu Paris, anakaa huko Malindi. Huyu ni shangazi yangu Rose. Haya, hapa kuna yule brother mkubwa wa baba mkubwa ambaye ndiye amewakilisha hiyo jamii, anaitwa McDonald, babake Zawadi, nyosha mkono. Alafu kunaye mkubwa wetu kabisa katika huu mji, Emmanuel Tumaini Samini, nyosha mkono. Akifuata na Irene Ezekiel Fikirini Samini. Huyo ni Chief Inspector. Haya, kunaye brother mwingine anamfuata yule, naona hayuko hapa. Akitoka huyo anakuja Irene Kazo, huyo ndiye anayefuata. Akitoka Irene Kazo anakuja Elina Mapenzi Samini, ndio mimi sasa. Nikitoka mimi anakuja Linet Jumwa Samini, somo yake Aisha Jumwa. Akitoka Linet anakuja Lorin Dama Samini, huyo. Haya, akitoka huyo anakuja Mary. Akunaye mmoja hayuko pamoja nasi, huyo alisoma na mwanao Karisa mama, anaitwa Amos Baraka Samini, yuko kazini. Akitoka Amos Baraka Samini anakuja Mary Kasichana Samini. Akitoka Mary Kasichana Samini anakuja Steven Mvera Samini. Hizo zote kura zako mama, hakuna hata mmoja anaweza ruka pale. Akitoka huyo hapa kuna wale watoto wa mama mdogo. Wa kwanza ni Philip Samini, asante brother. Huyo ana mke wake ambaye ni kura yako by force, ako pale na sisi. Akitoka yule anakuja Thomas Samini. Akitoka Thomas Samini kunaye Masi Santa Samini ambaye hayuko nasi kwa sababu alisafiri. Akitoka Masi Santa Samini anakuja Mary Mariam Samini, somo yake Mariam, mheshimiwa Mariam. Haya, alafu akitoka yule kunaye huyo last born kabisa katika umji anaitwa Christine Tina Samini. Huyo naye ni 18 na kitambulisho. Hapa ni wapigaji kura wa Aisha Jumwa, hata mwingine asinyemelee mahali hapa. Hizo ni kura za mama. Haya, na hiyo ndio jamii yangu. Tunao mashangazi ambao wako mahali hapa. Wale mashangazi wa Kaloleni wako wapi? Kwa ishara mkono tu mama, waone mahali mlipo. Wale ni wako mama Kaloleni, wale ni wako. Pia kuna kikosi hapa kimetoka Jilore, macho ni mama Aisha tu. Kwa ishara ya mkono, kwa ishara ya mkono Jilore. Haya, tunashukuru sana. Nataka nifunge hiyo kipindi, manake naona tumbo pia. Tumekula tangu asubuhi, tunakula tu. Palipo nyama choma, palipo maini, yani kukula tu. Sidhani hizo tumbo zinalia sasa. Labda Aisha ndiye tumbo inalia, manake ameshinda kwa mikutano leo, na tutaharakisha kwa sababu ya yeye tu, lakini wengine sote hatuna njaa. Haya, nafasi hii nataka nitambue uwepo wa waheshimiwa wenzangu. Waheshimiwa wenzangu wameambatana pamoja nami hapa, ninasikia furaha sana. Tunaye mheshimiwa Betty Kache, mtasonga mahali hapa, nyinyi mtaongea, umati wajue maneno tu kidogo. Mheshimiwa Grace Mwangi, utafungua jamvi. Kwa majina naitwa Grace Mwangi, nominated MCA kwa chama cha UDA, na mimi ni kiranja walio wachache pale bunge, ndio sababu nimepatiwa hichi kipaza sauti wa kwanza. Na tutaanza na Munyoki aongee kidogo, alafu nitamalizia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Kwa majina mimi naitwa Mheshimiwa Joe Munyoki, ni kiongozi wa upinzani ndani ya bunge ya Kilifi aliyebakia. Hatuna kiongozi wa upinzani mwingine isipokuwa mimi. Familia ya Samini
wageni na wengine na mama yetu Waziri Aisha. Tunashukuru kwa kuwasili kwa hafla hii na familia kutimiza nadhiri ile ambao walikuwa wamemwekea Mungu. Tumejumuika nyote, tunasema ni asante, tunatoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu, na zaidi ya hayo sina mengi ya kusema bali kutoa shukrani na kumshukuru Mwenyezi Mungu. Jina la Mwenyezi Mungu lipawe sifa. Bwana Yesu asifiwe tena. Asante. Haya, Mheshimiwa Mariam. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nami hapa naitwa Mheshimiwa Mariam Mkumbi. Mimi pia ni nominated MCA na chama cha UDA, lakini mimi natoka kule Rabai. Mimi niko karibu na 001 pale. Mimi ndio nafunga huko. Na pengine nichukue fursa hii Elina na familia yako kuwashukuru sana, na pia kuwashukuru wazazi kwa sababu mimi ni Muislamu na nadhiri ni kitu ambacho tunaamini sana. Ikiwa hukuitimiza huwa ina madhara. Kwa hivyo mmefanya jambo la maana sana kutimiza hiyo nadhiri, kuhakikisha kuwa watu wote watakuwa salama. Asante. Mheshimiwa Betty. Bwana Yesu asifiwe. Tupungiane hewani kwa ishara ya amani na upendo. Mimi kwa majina najulikana kama Mheshimiwa Betty Kache. Katika lile bunge mimi niliteuliwa na chama cha ODM ili kuwakilisha vijana wa Kilifi. Kwanza nataka nitoe shukrani zangu kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ndiye ametuwezesha. Tumetembea kwa vifaa ambavyo vilitengezwa na binadamu, lakini kwa Mwenyezi Mungu sisi hapa tumefika salama. Kwanza nataka nipatie pia hongera baba na mama waliozaa wema. Mheshimiwa Elina ni mwenzetu katika lile bunge, ninamtambua sana. Na baba na mama mkiwa hapa, mkae mkijua mko na kiungo muhimu sana. Pale katika bunge kuna wanawake ambao wakiongea lazima watu watasikiza, ikiwemo Mheshimiwa Elina. Kwa hivyo Mheshimiwa Elina pamoja na wenzako, acha damu ya Mwenyezi Mungu ikawe nanyi. Mapepo yote yale ambayo yatatoka yaweze kushindwa, ushindi ukawe katika familia hii, na hata Mungu akipenda, Mheshimiwa Elina, mimi dadako na kuombea Mwenyezi Mungu utakaporudi katika lile bunge usiwe tena nominated MCA. Atuma daima, na lazima pia tukiwe na MCAs ambao walichaguliwa kina mama, si ndio? Ama mnambaze. Kwa hayo mengi machache, tuzidi kuombeana, tuzidi kupendana kwa sababu mambo ni mengi. Wakati wa siasa ukifika, tutakuja kupiga siasa, manake ni demokrasia. Kwa hivyo watu wa Roka, watu ambao wametoka Malindi, Jilore, tutakuja kuzipiga siasa. Lakini kwa sasa tumekuja kushukuru, na acha tushukuru kwa sababu haya ni mema, na mema yawe nasi leo, kesho na kila siku. Muhasweju. Haya, hao walikuwa ni nominated MCA. Kati yetu tuko na elected MCA, tuko na CD kutoka kule Kayafungo. Mungu ni mwema na kila wakati, na hiyo ni asili yake. Waziri Mama Aisha Jumwa, familia ya Elina, pasta wote ambao mko hapa, wakaaji wa Roka, hamjambo. Mimi kwa majina naitwa Agnes Sidi na nawakilisha wodi ya Kayafungo. Mimi nataka kushukuru Mungu kwa sababu wazazi waliomba na dada yetu, bonge la dada, akazaliwa. Na leo bonge la dada linatikisa Kilifi County. Mimi nasema asanteni wazazi, muendelee kumwombea Mungu. Haya mapambano bado yanaendelea. Kwa hivyo tuombeeni sote na Mungu awabariki nyote. Asanteni. Tuko na Mheshimiwa Rashid. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Hebu tusalimiane heweni. Bwana asifiwe. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Rashid Odhiambo, mimi ni MCA pale Malindi Town. Natoa shukrani zangu za dhati kwa uwepo wa wale wote ambao wako hapa
na nasema Mwenyezi Mungu atubariki. Mheshimiwa Waziri, nimefurahi kukuona katika hii hafla. Umejiweka katika hali ambayo ni ya ubinadamu, sio hali ya kuwa na kiburi, sio hali ya majitapo, sio hali ya kujiona kwamba wewe ni wewe, lakini you are down to the earth ili kuweza kukutana na watu. Na hili ni somo sisi kama waheshimiwa tunasoma kutoka kwako. Familia ya Mzee Samini, asanteni sana kwa mwaliko mliotualika kuja kusherekea na nyinyi. Mimi nitazungumza machache. Nilipokuwa nimekaa pale, nilimsikiliza sana mama akiongea. Na wakati mama akiongea, nilipata mawili matatu. Katika yale ambayo niliyopata ni kwamba hakuna urefu usiokuwa na ncha. Hakuna matatizo ambayo hayaishi. Na kutawala ni kwa awamu. Hii ni awamu yako na kesho utaondoka. Na matatizo ni kwa zamu. Kila mmoja ana zamu yake ya kuteseka na kila mmoja ana zamu yake ya kufurahika. Kwa hivyo mimi katika mazungumzo ya mama alipokuwa akiongea akisema ya kwamba alikaa muda mrefu na kuteseka kabla ya kupata watoto. Lakini yale mateso yaliisha na mwisho amepata watoto na anafurahika. Na mimi nataka kumwambia Waziri Aisha Juma, haya mateso yana mwisho. Haya mateso yana mwisho. Unajua dhahabu siku zote ili kuweza kuipima kujua kwamba ni dhahabu lazima uichome na moto at the highest degree ya ile moto. Kwa hivyo haya matatizo yataisha, haya mateso yataisha, na naambia waheshimiwa wenzangu, yale mateso ambayo tunapata chini ya mikono ya Governor Gideon Maitha Mng'aro yataisha. Wajua hakuna kufichana, ule wakati wa kufichana umeisha. Waswahili wanasema mficha uchi afanye nini? Hazai. Yale mateso tunapata chini ya Governor Gideon Maitha Mng'aro yataisha, kwa sababu kutawala ni kwa awamu. Na mimi nawaambia kama vile mama alivyoongea na baadaye alipata faraja, na sisi tutapata faraja. Msijione kwamba ni yatima. Sisi si mayatima, sisi tuko na Mwenyezi Mungu, sisi tuko na mama, sisi tuko na watu ambao wanatuthamini na ground itaamua. Langu la mwisho kwa wale ambao wamehudhuria hapa na wale ambao wananisikiza, County Assembly ya Kilifi is under siege. County Assembly ya Kilifi imetekwa nyara, imebakwa. County Assembly ya Kilifi imebakwa. County Assembly ya Kilifi inafaa kuswaliwa swala ya jeneza, kwa sababu hapa tulipofika hatuwezi tena kutetea wananchi kwa kupitia County Assembly ya Kilifi. Kwa hivyo ni jukumu la wananchi. Katiba inasema sovereignty belongs to the people. Kwa hivyo ni jukumu ya wananchi wa Kilifi, especially vijana, kuhakikisha kwamba ile County Assembly inaenda kulingana na katiba. Na muna uhuru, muna haki ya kuja pale County Assembly wakati wowote, na mna haki ya kuja kutusalimia sisi kama viongozi, kwa sababu nyinyi ndio mliotuchagua. Sitasema mengi, watu watasema yule Odhiambo. Kule kwetu mimi naitwa Ngumbao. Ndimi Ngumbao. Kwa hivyo najua maana ya Ngumbao, si ndio? Asanteni sana. Zaukana mutu mino hano. Zaukana mutu anakondo ho. Anakondo Mulungu wa Muhase. Katika hichi kikosi tuko MCAs 10 ambao tumetengwa kule bunge. Kuna udhuru wa Oscar Wanje ambaye amesafiri kidogo, na kuna udhuru wa Faith Jane Care kutoka Ganze, na watu wa na Ngirani na watu wa Matangoni. Nataka kuambia hivi, kama mheshimiwa vile amesema, ile County Assembly ukitetea mwananchi wa ushakuwa adui wa hii county. Sisi tuko 10 kama mnaona kule mitandaoni, ndio sisi hapa. Kuna wale wengine watatu ambao hawako, na sisi ndio tumenyimwa mpaka allowance. Hata huu Mapenzi mkimuona hapa, sidhani kama atapokea mshahara tena. Tuko supposed kwenda Homa Bay, lakini pia hiyo allowance ya kwenda Homa Bay tumenyimwa. Lakini tumenyimwa kwa sababu yenu nyinyi. Tukiwatetea ndio mpate huduma. Ndio sababu tunateswa pale bunge. Ukiongea wewe unakuwa adui. Na ndio maana tunasema lazima tubadilishe huu uongozi, sababu mama ana huruma. Maana kama mama ndio angekuwa governor pale, sisi hatungeteseka. Kama mama
angekuwa gavana pale, wananchi hawangeteseka. Kama mama angekuwa gavana pale, tungekuwa tunaenda tunamwambia hii pesa imegewa, hii barabara lazima itengezwe. Anauliza hizi pesa zilienda wapi, ziregeshwe. Lakini pale ukiuliza hii hapa panafaa kuwekwa maji, hizi pesa ziliekwa, lakini makaratasi kule anasema paliekwa maji na hakuna maji, ushakuwa adui. Ndio maana ninasema 2027 lazima tubadilishe. Na tubadilishe mama, sababu mama ana huruma na si mwingine ni yule pale Mama Aisha Jumwa. Na ndio maana tunasema Baha Jumwa kila mahali tukienda. Tumechoka. Watu wamechoka. Zungukeni huko ndani, Ganze wapi, watu wamechoka, hakuna barabara, hakuna maji. Tukiongea kule tunaambiwa sisi ni wabaya. Tukiongea kule tunaambiwa tulipelekwa pale ndani na wananchi. Wengine walichaguliwa, sisi nominated tulipelekwa pia kuwakilisha nyinyi na vyama vyetu. Kwa hivyo tutaongea na hata wazazi wa Elina. Mkiona Elina anachapwa, mwanzo ile siku alichapwa alitupigia simu. Ndio ninapigwa. Kwa hivyo wazazi wa Elina, mkisikia ameguswa kule kikosi ni hichi chango cha kutabangi, hatukubali hata dakika moja. Na tutapelekana na wao mpaka dakika ya mwisho. Asanteni na Mungu awabariki. Asante sana Mheshimiwa Grace Mwangi. Pamoja nasi hapa poleni, nimevunja protocol. Tunaye Mheshimiwa Benson Girani aliyewania kiti cha wadi hii ya Matangoni. Please Benson Karisa, mahali ulipo tafadhali njoo salimie umma na pia uambie neno moja ukienda kukaa. Benson. Nataka nikomee pale Jilore kule tunasema Baha Juma. Naomba watu wa Matangoni tuseme Baha Juma. Kwa ishara ya mikono tuonyeshe upendo kwa mama kwa ishara ya mkono. Wapi upendo wa mama jamani, upendo wa mama? Kule tunakoenda tuwe mabalozi wa Aisha Jumwa. Mama peke yake ndiye amebaki kuwa na upendo. Kilifi tumekuwa na gavana wa kwanza mwanamume kipindi cha miaka 15. Hakuna ambalo lilibadilika la kwamba mwananchi anajivunia. Hasara tupu. Huyo aliyoko hata afadhali huyo Kingi. Mashaka matupu pale. Nataka safari hii wanawake tukasirike. Sahi safari hii tupatie yule mama. Yuyao mwanamche anaanza kulipo ya. Mukimpa kura ndatengeza ili mumulike nini? Unaelewana kwa Matangoni? Unaelewana tworoka Maweni? Atoka Degeni Muhaha. Nikiza nindamweleza munisikize. Kala ni mabaloza mama Aisha haha. Sawa? Wapi sasa vigelegele vya Aisha anapochukua nafasi kuhutubia wananchi wake? Vigelegele kwa Aisha, mama chukua nafasi yako. Karibu waziri Aisha, karibu. Bango kidogo pale mama asonge hapa kwa madoido. Kisha sema Aisha Jumwa kwa madoido. Aisha Jumwa kwa madoido. Kilifi. Asante sana Mheshimiwa Mapenzi, mama na baba ya Mheshimiwa Mapenzi pamoja na ndugu zake wote na familia yote ambayo Mungu ametuwezesha kufika katika hafla hii. Wenzangu viongozi wa kisiasa ambao mmepata fursa pia kufika mahali hapa, na majirani nyote ambao mmetoka sehemu mbalimbali mukafika kwa sababu ya hii hafla. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Masihi. Mimi nataka nichukue nafasi hii kwanza nimpongeze mama sana
kwa sababu aliiona ni vyema kuitimiza nadhiri hii aloiweka mwenyewe kwa kinywa chake kwa Mola wake, baada ya yale aliyoyaomba ambao sisi hatuyajui, lakini yeye mwenyewe na Mungu wake, na leo ameiweka hadharani kwamba yeye ameitimiza nadhiri. Nataka niseme hivi, kuna tofauti kati ya nadhiri na ahadi. Nadhiri ni agano, ama nadhiri ni ombi rasmi ambalo mwanadamu analiomba kwa Mungu wake, na ahadi ni mwanadamu kuiweka kwa mwanadamu mwenzake. Kwa hivyo hili si jambo la kuchezea. Unapoweka nadhiri ni lazima uitimize. Ikiwa Mungu ameitika ombi lako rasmi kwake, maana lina madhara kama hutalitimiza. Na mimi nataka nimshukuru mama katika umri wake na katika wakati wake huu, akaona ni vyema kuitimiza nadhiri aloiweka mwenyewe kwa Mola wake, akamlilia na Mungu akambariki na akasikia ombi lake na akalitimiza. Na yeye naye leo ametuita hapa tuje tushuhudie, hulie mutele, hunwe soda, utose keki, maana huzile shuhudia ahadi aroyika mwenye na yanaitimiza. Mama, mimi nataka nikushukuru na Mungu wa mbinguni akuonekania, akupe nguvu zaidi, uishi ukiwaona wanao na wajukuu na vitukuu na vilembwe na vilembwekefu. Mimi sitakuwa na mengi ya kusema, tayari yote yamezungumzwa. Nataka niseme ya kwamba kama mama alitangulia kusema kwamba hakuna urefu usiokuwa na mwisho, na hakuna, yani tunasema kizungu, no situation is permanent. Kuna mahali tutafika tu kwamba tatizo litatuishia. Kwa hawa ndugu zangu ambao wameamua kuwa viongozi waliosimama na wananchi katika Kilifi County, mimi nataka ni wasalute na niwaambie, I want to encourage you kwamba hakuna kinachosifiwa ama hakuna anayetajwa, ama huwezi kuiona dhahabu inang'ara bila kupitia moto. Mimi I am a role model to you people. Sidhani kama kuna kitu kimebaki mimi sijaambiwa, na ndio maana wakisema wanasema yao, na mimi nafanya changu kinachonipendeza mimi na kinachompendeza Mungu, na habari imeisha. Kwa hivyo kusukwa ni kawaida. Mimi katika safari yangu nakumbuka I was also a rebel at some point. Nilimuasi mimi Raila Odinga na chama chake, nikasukwa, nikaambiwa nitoe jazi, nikatolewa kwa komiti, nikapitia mengi. Kitu ambacho hawakoweza kunipokonya tu ni mamlaka niliyokuwa nayo, niliopewa na watu wa Malindi. Na nikasema mimi kila kilicho chao wachukue, moyo wangu waniachie, but I will soldier on. Na nikasema sitasimama maovu ya kitawala. Nilikuja nje. Kwanza, kitu chochote unachokipitia ambacho hakiwezi kukuua kinakujenga zaidi. Nataka niwaambie, labda nyinyi wenyewe hamujui, but Kilifi County wanahisabu katika wale madiwani 54, 10 peke yake ndio heroes and heroine of Kilifi County. Kwa hivyo mimi nataka ni encourage, manake mkiwa pamoja mutashinda, mkigawanywa mumeanguka nyinyi wote. Mimi nitapanga na nyinyi na nitatembea kwa wodi ya mmoja baada ya mwingine. Nitawaeleza yale maovu ambao wale madiwani wanaonunuliwa na bei rahisi. Kwa hivyo nataka niwaambie, mimi, you've made me proud. Manake naona kuna watu wanafuata nyayo za ukombozi kwa watu wa Kilifi. Kwa hivyo mshikilie hilo, hamuko peke yenu, wako wengi. Kuko na so many secret admirers wenu, na yenye hamujui, manake mmesimama kidete na watu wa Kilifi.
Nataka niwahakikishie leo, kila mtu akienda kutafuta kiti cha kuchaguliwa atachaguliwa kati ya nyinyi 10. Tunaelewana eh? Kwa hivyo msimame jinsi mulivyo. Kalamu naanza alama unadimanka saidia tu kidogo kidogo. Kwa hivyo kwa mama nataka nimshukuru baba zaidi, kwa sababu baba ndiye aliyemshikilia mama na baba akapeana mwongozo. Nina imani kwamba alimkumbusha, akamwambia mke wangu, imefika wakati hivi sasa tuitimize ile ahadi ambayo uliiweka wewe. Kwa hivyo mimi nataka nimpe kongole baba kwa sababu ya kushikilia mama, na niwashukuru wanawe ambao pia wamemshikilia ama wameshikilia wazazi wao, na mpaka leo sisi tumekuja hapa mahali palipopambwa na kupambika vizuri. Ni ushirikiano mzuri wa familia, vinafaiza, vinapendeza. Mimi Elmape ni rafiki yangu. Wakati mimi nikitafuta ugavana, yeye alikuwa anatafuta kiti cha ward rep pale Jilore, lakini nilimfuata nikamwambia yeye awache, na kile anachokitaka bado atakipata. Maana yake alikuwa anatafuta wa MCA na mimi nikahakikisha MCA amepata. Kwa hivyo nilimwambia awache, kwa sababu hatungeweza kugawagawa kura, lakini nilihakikisha katika nomination list nimemweka pale juu kabisa, ili zikianza zikipatikana Elmape awe yuko pale ndani. Tumetembea na yeye, amekuwa msaada kwangu. Manake nilipokuwa mbunge nilimfanya yeye kuwachea wa CDF pale Malindi, and she really performed. She made me proud, kwa sababu yale ambayo tumeyafanya kule Malindi yalikuwa kielelezo kizuri sana, mpaka leo bado tunakumbukwa. Kwa hivyo mama na baba, nataka niwaambie, mulizaa msichana ambaye ako na discipline, na ni msichana ambaye ameamua kuwa kiongozi. Ndugu zake najua wamemshikilia, maana si kila mtu hadi mokala kiongozi, lakini kiongozi ni mbeba maono la, alafu wale wengine wanaomshikilia ndio miti ya kufanya atimize. Mama na baba, nataka niwashukuru sana. Mino sina kinji, manake nizambani na nikarepi lao, nasikiranzala nila kuko mbuwe kuko nikabana zahari repi lao tawareza sahau, lakini zambani kile na haha ilaniza ni mnose mama 1500. Kwa hivyo nashukuru shomu, Mulungu wa mulunguni ape nguvu zaidi, mukaishi maisha gakuhenzana. Mayako na manya skuzi zi maisha wikile sina mulume mweka mumwenga zikile sherehe kwanza matatizo, lakini utaona hana mazamboleza hana watu manatumika jumula siri nino nikala kafudambirwa kafuelewa. Ela siku zizi ukikele si kidogo na mulume tamakabu, ikifika Disemba ikasherehe, ujaribu kaheri maka mungine toki baba ikasherehe. Maana dunia siku zizi ina mambo manji. Baada ya kukele siku vumirirana, unaona msichana kwa mlambebe na mimi sijapata gari. Juzi Betikache na mumeo ya mulume okibulola anasha timo ya gari. Abe ndo maisha gehuga. Gaugala ho jirani mtu atrena gari azabeba muchewe wa unachesa kurira usiku mzima. Muhono nenda kwe huyo baba yo mwenye kana gari undaponuka haleni. Sasa hayo ndio maisha ya sisi wa siku hizi. Lakini mama na baba unaona mnatumika hamwenga. Sikaini na mikala napata ushauri, maana pena vicha kapindi milo na vitinya kapindi si vitimile tami ya kamitano nikifiricha. Kwa hivyo na mana niambe ukala fuzangu so mfano muzo sana hariahu, na milioni zire ni ya shukuru jomu jenye kwa familia ya kwenu Mbidzo, ila ndugu zangu na manyangine muhaha jilo muhaha angine mahalo konze haha matangoni. Mukifika kuko ni munibire mukono mwambe safarifu na vibadilisha unaamba bahajuma. Maana kala ni kuko kwa tumia kuko fapa karea iri marioto watumianzi o mazabaka vikalo ikosa kwa makwa mwana wa kidume jesa kwa mwana wa kiche nako
nikwenda utuka kakala oyo navuya mkifika huko mkalema balozi asena fuambe bahajuma fulende wana bahani bahiye bahamimi bawiye kwako manjima chache mlungu wa mulunguni ape nguvu baba mama na familia yenu yosi mukazidi kuima na maisha mare ikaleni poshoni ya kwenu barikiwanisho mu na mlungu wa hasi. Kilifi Music, Tiger, TMC Production, Chezenzele tuwe, vinatama, ni anadiri, yasawe nema na wenema, ache, ade, arekede mama we, unanirero, roka maweni, muzini pesa mini wakapiga mazi, matsangoni kuna jamu sanwasini, manara, vinafaa, mimi tasikira sena, unanadiri, mulungu wa vilosha, awenema, baada kuhalana, kama patireho, majiganene kakobala iria, sambata kama toa mnavimanya, ariopata moro, shamshononesha, ela katosretama, wamamba awenema my wife, visikushononesha vivi, manana manya mimi, kuna mulungu, maadimi wagosi, mapiga vinilola, makivoya mulungu, ukifupa ho sisi, unakupa shukurani, aya, lola kavitowere bule, mulungu naye kiashangaza, wakipata ho, narerofu ho, sifuna likamlolo wapendelewa, halinakuwa kero, wamadimira, wakipata elimu mbito, aya lola mananya, mulungu na final say, akinena kapingika, sena, na kibariki, niya nakulani, kapingika, sena, na kibariki, niya ni wakulani, lero na finanzele, goma ya kipwani, na finanzele mingi, samba visimpo, vinanoga, senangu, airi vinakavai, lero na nalika jesu mingi, goma ya kipwani, wa usaibu, garani hiko mingi, wera jangalasa, amenifanyia ama, lero na nalika jesu mingi, goma ya kipwani, wa usaibu, garani hiko mingi, wera jangalasa, amenifanyia ama, lero na nalika jesu mingi, goma ya kipwani, wa usaibu, garani hiko mingi, wera jangalasa, amenifanyia ama. Wapi watoto Tuma Fikiri Kazo Mheshimiwa Elmape Jumwa Dama Kibwana Kasichana na Mvera Manera Elmape anacheza ade arekede unanirero roka maweni muzini pesa mini wakapiga mazi matsangoni kuna jamu sanwasini manara vinafaa mimi tasikira sena unanadiri mulungu wa vilosha awenema baada kuhalana kama patireho majiganene kakobala iria sambata kama toa mnavimanya ariopata moro shamshononesha ela katosretama wamamba awenema my wife visikushononesha vivi manana manya mimi kuna mulungu maadimi wagosi mapiga vinilola makivoya mulungu ukifupa ho sisi unakupa shukurani aya lola kavitowere bule mulungu naye kiashangaza wakipata ho narerofu ho sifuna likamlolo wapendelewa halinakuwa kero wamadimira wakipata elimu mbito aya lola mananya mulungu na final say akinena kapingika sena na kibariki niya ni wakulani kapingika sena na kibariki niya ni wakulani lero na nalika jesu mingi goma ya kipwani wa usaibu garani hiko mingi wera shangalasa amenifanyia